uweponi mwako kuna amani. My God, my God, my God. Bwana napenda nikae nawe.
Ebeneza, msana wetu. Ebeneza, Ebeneza, ni wewe Bwana, Bwana, Wapendwa, mahali popote ulipo, kama ni ofisini, kama ni barabarani, Baba tunakushukuru, Baba tunakuinua, Baba tunasema asante. Wewe unastahili sifa, wewe unastahili mabudu, wewe ni mtakatifu, Mungu usiyobadilika. Mungu ni yule yule, uko jana, uko leo na hata milele, hautabadilika. Wewe ni yule yule, tunalinua jina lako. Asante kwa baba huyu, asante kwa mama huyu, asante kwa ndugu anonitazama na kuchukua muda wake. Baba, katika kipindi hiki Baba, endelea kuonekana. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru, amen. Asante wapendwa katika Bwana. Kwa majina naitwa Apostle Paul Fota. Niko hapa nakuletea kipindi hiki cha Rudi Magotini. Rudi Magotini ni kipindi cha kurejesha watu kwenye maisha ya asili, au Wakristo kwenye maisha yao ya asili. Kumbuka ya kwamba maisha ya asili ya Mkristo ni maombi, ni neno la Bwana na utakatifu. So ni kipindi ambacho cha kukuhimiza kurudi tena kwenye magoti. Na kwenye kipindi hiki siko peke yangu, nina mtumishi wa Mungu. Karibu sana mtu wa Mungu. Shalom.
na kusalimu katika jina la Yesu. Kwa majina naitwa Pastor Kelvin Yoweri Sikolongo. Mungu akubariki sana. Amen. Tunashukuru sana watumishi wa Bwana wanaonifuata kwa muda huu. Uko ofisini kwako, uko dukani kwako, uko barabarani, umechukua tena muda na kuweka bando lako kwa ajili ya kutufuata. Unachukua TV yako kwa ajili ya kutufuata muda wako. Najua ya kwamba hiyo nayo pia ni sadaka kubwa ambayo unayoifanya kwa kutufuata, kwa MB ambayo inaweza kwenda, ni sadaka kubwa ambayo unaendelea kuyafanya, na muda wako pia ni sadaka. Basi leo tunakuletea tena habari njema, habari ambayo itakutia moyo, habari ambayo itaturudisha kwenye njia ya Mungu. Na hii habari inasema ya kwamba, kichwa cha neno inasema ya kwamba maombi ya wenye haki yafaa sana. Maombi ya wenye haki yafaa sana. Mpendwa katika Bwana, katika kipindi ambacho tulicho nacho, kweli tunahitaji maombi ya watu wenye haki. Tunahitaji wale ambao wana kiu ya maombi, wana kiu ya kumtafuta Mungu, wana kiu ya kuona matokeo makubwa kufanyika kwenye maisha yetu, kwenye taifa letu, kwenye familia zetu, kwenye huduma zetu. So Biblia inasema maombi ya wenye haki yafaa sana. Tutaangalia karibu vitu viwili hapo, haki na Biblia tena inasema wakiomba kwa bidii. So kuna haki na kuomba kwa bidii. Kuomba kwa bidii, nasema hawa watu maombi yao yanafaa sana. Tunahitaji kabisa watu wenye haki, na tunahitaji kipindi ambacho tulicho nacho watu wenye bidii ya kuomba, kwa sababu asili ya Mkristo ni maombi. Asili ya mtu aliyeokoka ni maombi. So maombi inafungua milango mikubwa. Maombi inaweza ikajibu miaka iliyopita, vitu vilivyopita vinaweza kuwa na matokeo ya mambo yaliyopita. Maombi yanaweza kuwa na nguvu ya vitu vinavyofanyika leo, na maombi yanaweza kuwa na nguvu ya mambo ambayo inayokuja au yale ambayo tunayotarajia. So ndio kwa maana Biblia inasema maombi ya wenye haki yafaa sana, na zaidi wakiomba kwa bidii, yale maombi yanafaa sana. Pendwa, asubuhi ya leo ama jioni ya leo, samani, nataka niseme ya kwamba Mungu anahitaji watu wenye haki ambao watakaosimama na kuitetea Injili na kuitetea jina la Bwana wetu Yesu Kristo, na kuitetea watu ambao wana mzigo, watu ambao wana matatizo, watu ambao wengine kwa muda huu wanashindwa watafanyaje, kwa sababu wanapita njia nyingi lakini hakuna msaada wote. Lakini Mungu anataka kuongea na watu wenye haki, wale ambao wenye haki. Biblia inasema wakiomba, yale maombi yao yanafaa sana, tena na zaidi wakiomba kwa bidii. Watu wanapita kwenye shida, watu wanapita kwenye magumu, watu wanapita kwenye mambo kadhaa, lakini ni kitu gani kinaweza kuwaokoa wale watu? Ni kitu gani kinaweza kufanya kwamba maisha ya watu yapate kuokoka? Tokea kipindi cha zamani, tokea Agano la Kale mpaka katika Agano Jipya ambayo tulionayo, ni kitu gani kinaweza kuwasaidia? Kwa sababu huyu anayenitazama na wewe mtumishi wa Mungu unayenitazama kwa muda huu, kuna watu wanapitia shida, wanashindwa huo mzigo watautoa wapi, wanashindwa watamlilia nani, wanashindwa watautoa wapo mzigo. Wakiingia huku kuna mambo mengi, kuna mangaiko mengi, lakini leo Mungu anakuja kuturejesha akili na ufahamu ya kwamba maombi ya wenye haki yafaa sana. Maombi ya wenye haki yafaa sana. Tutasoma katika kitabu cha Yakobo sura yake ya 5 na mstari wake wa 16. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Nitasoma katika jina la Yesu. Amen. Ungameni dhambi zenu, ungameni dhambi zenu, na kuombeana mpate kuponywa. Ungameni dhambi zenu na kuombeana mpate kupona. Kwamba kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Akiomba kwa bidii. Sikiliza, maandiko anasema kwamba zungameni dhambi zenu na huku mkiombeana ili
mupate kupona, ili mupate kupona. So utaona ya kwamba unaponyenyekea, unapotafuta uso wa Mungu, ndio kwa maana Biblia inasema kwamba taifa langu wakinyenyekea na kuziungama dhambi zao, mimi Mungu tasikia maombi toka mbinguni na nitaiponya nchi yao. Yes. Na watakuwa ni baraka kubwa. Sikiliza nikwambie, yes. Biblia inasema tukizungama dhambi na tukiombeana tutapata kupona. Yes. Biblia inasema tukiombeana tutapata kupona. Yes. So we need prayer. Tunahitaji maombi. Kabisa. Hatuhitaji mambo mengine, tunahitaji maombi. Yes. Tunahitaji maombi. Biblia inasema maombi ya mwenye haki yafaa sana. Maombi ya mwenye haki akiomba kwa bidii, yale maombi yafaa sana. Tunahitaji wenye haki ambao watasaidia huyu mama anayonitazama. Yes. Watasaidia wewe baba unayonitazama. Tunahitaji watu ambao watasimama, ambao wataombea hii familia inayonitazama kwa muda huu, huyu mtu ambaye ananitazama kwa muda huu. Tunahitaji hawa watu ambao watakaojitoa mwanga kwa ajili ya kuombea watu wengine. Asema muombeaneni ili mupate kupona. So tunahitaji maombi. Bila maombi hakuna chochote kinaweza kufanyika. Hata kama niwe na maiki kwa mfano hii, ili pate kufanya muujiza, ni lazima nihitaji maombi kudeclare kitu fulani ili maiki pate kufanya muujiza. Yes. Ndio kwa maana nataka nikurejeshe tena asubuhi jioni ya leo ya kwamba maombi yanafaa. Tunahitaji wana maombi, tunahitaji watu ambao watakaosimama, watu ambao watakaofungua mbingu, watakaotikisa mbingu, watakaotikisa ardhi, watakaotikisa kuzimu, watu ambao watakaposimama kwa maombi, mapepo inapiga magoti, mapepo inasalenda, mapepo inakimbia, magonjwa yanakimbia. Tunahitaji watu ambao wenye haki, yes, wakiomba tena kwa bidii. Mtumishi wa Mungu, katika andiko hili ndio ninaona mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, mtumishi wa Mungu Yakobo alizungumzia haki. Jambo la pili, maombi au kuomba. Sasa kama nikiangalia vizuri, lazima tujue kwanza yule mwenye haki ni nani. Ndio. Kwa sababu anasema maombi ya mwenye haki yafaa sana. Yule mwenye haki ni nani? Ndio. Mpaka afike mali aombe, Mungu amsikie, Mungu ashuke kwa ajili yake. Ndio. Ninapoangalia naona kwamba mwenye haki ni mtu aliyebeba asili ya Mungu. Yes. Ni mtu aliyebeba asili ya Mungu. Ndio. Yaani Mungu anapomwona anajiona ndani yake. Mungu akimtazama anajiona ndani yake. Kwa namna nyingine ni mtu anaye reflect. Yes. Ukimtazama unamuona Mungu. Sasa yule mtu ndiye anayeitwa mwenye haki. Ndio. Watu wengi wanasema kwamba mimi ni mwenye haki, Mungu atanikumbuka. Si kila mtu mbele za Mungu ni mwenye haki. Ndio. Ndio maana watu wengi wanaomba lakini hakuna matokeo. Ndio. Ndugu mtazamaji, umeomba sana, huna matokeo. Lakini katika andiko hili mtumishi wa Mungu Yakobo anatuambia maombi ya mwenye haki, mtu aliyebeba asili ya Mungu, mtu aliyebeba sura ya Mungu, yanafaa sana. Niweke mfano. Mungu alitupa mfano kupitia Yesu. Yes. Yesu alipokuja, alikuja kama sura ya Mungu duniani. Watu walipomtazama na Mungu alipomtazama alijiona ndani yake. Yaani Mungu alivaa mwili afu akashuka duniani ili kuokoa wanadamu. Katika Yohana sura ya 5:26 anasema, maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Tunaona kwamba kama vile Baba alivyo na uzima, ile kopi ya uzima Mungu alitransfer ndani ya mwana. Si kama mnanyelewa, alitransfer ndani ya mwana. Na kipengele kingine tunaona sasa katika Yohana 8:12 Yesu anasema, basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Lakini kinachonishangaza, narudi katika Mathayo 5:14 anasema, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Hajasema mimi ni nuru ya ulimwengu.
lakini anaongea akasema ninyi, yani sisi. Yesu alipokuja duniani alikuja kama nuru ya ulimwengu, alikuja na ile asili ya Mungu, haki. Yes. Sasa baada ya kukutana na wanafunzi akawaambia, baada ya kukaa nao na kushea ile asili ya Mungu ndani yao, akasema sio mimi tu ni nuru ya ulimwengu, maana makao yangu sio hapa, mimi niko juu, lakini kwa kuwa nyinyi mko hapa, ninyi ndio mtakuwa nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo mwenye haki ni mtu aliyebeba asili ya Mungu. Ukiangalia mwenendo wake, matendo yake, maisha yake, lazima umuone Mungu ndani yake. Pendwa katika Bwana, mwenye haki ni yule ambaye amebeba asili ya Mungu ndani yake. Barikiwe sana. Mtu ambaye anayotembea na picha ya Mungu. Yes. Sikiliza, miujiza sio ishara ya kwamba wewe ni mwenye haki. Kabisa. Hata waganga wanafanya miujiza. Yes. Hata watu wa dunia wanafanya miujiza, lakini kitu ambacho kitatutambulisha ya kwamba sisi ni wenye haki ni wakati tutachukua picha ya Mungu kwenye maisha yetu. Leo hii kunakuwa watu wengi kwa sababu anafanya muujiza, hana na muda hata wa maombi, hana na muda hata wa kumtafuta Mungu, hana na muda, kwa sababu akiingia tu kanisani akiweka watu wanadondoka, watu wanafanya vile. Ndio, ni sawa, lakini mtumishi wa Mungu amegusa ya kwamba mwenye haki ni yule ambaye anayetembea na picha ya Mungu. Ukiwa mwenye haki utatembea na picha ya Mungu. Ndio kwa maana sisi lazima tuonyeshe picha ya Mungu kwa ulimwengu, kama vile mtumishi wa Mungu anagusa, anasema kwamba Yesu ni nuru ya ulimwengu. So hata mtu anapomkaribia hawezi kuwa tena kwenye giza, hapana. Na Biblia inasema kwamba hauwezi kuchukua taa ukaifiche chini ya dari au ukaiweke chini ukaificha hiyo nuru. Hapana, nuru inawekwa juu ili ipate kuangazia watu. So mtu mwenye haki ni lazima picha ya kimungu itakuwa ndani yake. Mahali popote anapotembea anatazamwa kama ni Mungu. Tulisema kwenye kipindi kilichopita ya kwamba wakina Petro, haijalishi walikuwa, manake Yesu aliambukiza ndani ya wakina Petro tabia, na hiyo tabia ilikuwa inaonekana. Ndio kwa maana mahali popote walikuwa wanatembea walisema kwamba hawa wamefanana na mtu fulani. So mwenye haki ni yule ambaye anayetembea na picha ya Mungu. Mwenye haki ni yule ambaye anaye asili ya kimungu, asili ya maombi, asili ya neno, asili ya utakatifu. Ndio kwa maana Biblia inaita ya kwamba mwenye haki. Sikiliza nikwambie, unaonitazama, tunataka kanisa kwa kipindi ambacho tumechafika tuwe kama kipindi cha kanisa la mitume, ambao kila siku ishara na miujiza, nguvu za Mungu zilikuwa natembea. Hawa watu walikuwa na maombi. Hawa watu, sikiliza, wakati walipomkamata Petro, Biblia inasema kwamba kanisa iliingia kwenye maombi, kwanza kumwombea Petro ambaye alikuwa gerezani. Ni kitu gani kilifanya? Hapo ndio utajua kwamba wenye haki wana impact gani, maombi yao ina impact gani. Walijifungia huku Petro amefungwa gerezani, lakini wenye haki wakaingia, wakaambatana kwa pamoja, wakaanza kuomba kwa bidii. Oh my God, maombi yao wakaanza kuomba kwa bidii, yakaenda moja kwa moja gerezani, yakaenda kumfungua Petro gerezani. Ona impact, ona matokeo ya maombi ya wenye haki, mtumishi wa Mungu. Yaani katika Biblia hakuna andiko linalochochea maombi kama andiko hili. Ndio anasema kuomba kwake mwenye haki. Walipokutana katika chumba cha maombi, ndio mwenyewe aliyekamatwa tayari alikuwa ameshakata tamaa. Inamaanisha ukiona mtu mpaka amekubaliana na hali yake, inamaanisha amefika mwisho, imani yake imeishia hapo. Lakini tuliona kwamba watu walimwombea Petro mpaka maombi yao yakaenda mbinguni, yakamshawishi Mungu. Mungu akamtuma malaika, alienda moja kwa moja gerezani. Ni kitu gani kilimshawishi Mungu atume malaika? Sio maombi ya Petro. Kumbuka, aliyekuwa mtumishi wa Mungu pale ni Petro, na yeye ndiye aliyeachiwa kanisa. Lakini ilifika mahali Petro akatekwa. Maombi aliyeachiwa kanisa hayakumgusa Mungu, lakini kuna watu walikusanyika. Ndio maana mtumishi wa Mungu, Baba, umesema kwamba tuwe na tabia yako.
kuombeana. Kuombeana. Nataka nikwambie tuwe na tabia ya kuombeana. Ndio maana mtu anapokuwa mwenye haki katika ulimwengu wa roho anakuwa tofauti kabisa. Kivipi? Kuna vitu viwili vitaambatana naye. Jambo la kwanza, akikaa mbele za Mungu akisema kitu, Mungu atafanya. Yes, kwa sababu tunapoongea na Mungu ni ili kuimarisha mahusiano yetu. Kuna siku nilisema nguvu ya mahusiano ni mawasiliano kabisa. Yes, mtu ambaye huna muda naye ni vigumu sana uwe karibu naye, ni vigumu kumjua. Sasa ili Mungu awe karibu nasi inabidi tumuombe. Lakini sasa tunaposimama mbele ya shetani hatumuombi shetani, bali tunampinga. Sasa huwezi kumpinga shetani bila kuwa na mamlaka ya Mungu. Sasa nasema ya kwamba maombi ya mwenye haki, yani unapomuomba Mungu, Mungu atakupa nguvu ya kupambana na ile kansa. Atakupa nguvu ya kupambana na huo uchawi ulioshikilia hatima yako. Atakupa nguvu ya kupigana na madhabahu yaliyokudhibiti miaka mingi. Maombi ya mwenye haki yafaa sana akiomba kwa bidii, yani akiomba bila kuchoka, bila kuacha. Anaomba wakati anasikia kuomba, anaomba wakati ajisikii kuomba. Yes, maombi ya mwenye haki, mtu anayetembea na picha ya Mungu, tabia ya Mungu, mtu anayemuofu Mungu akiomba, shetani anakimbia. Ndio maana nakuja kuelewa mara nyingi shetani ushawishi watu watende dhambi. Kwa nini? Ili wakose ukaribu na Mungu, wapoteze nguvu ya kupambana na shetani. Kwa sababu kama uko katika maisha ya dhambi, shetani ameshakupata. Maombi ya mwenye haki yanafaa sana akiomba kwa bidii. Mpendwa, unaonitazama, mama unaonitazama kwa muda huu, sio muda wewe kulalamika, mume wangu sijui anakuja nyumbani sijui usiku. Wewe kama ni Mkristo umeokoka, unaweza kugombana tu na mume wako kwa maneno, haifai hiyo. Biblia inasema kitu kinachofaa, mbingu inayosikia ni maombi ya mwenye haki, sio malalamiko, sio kugombana na mume wako. Wewe kitu ambacho unatakiwa kufanya ni magoti. Mume wako awe mlevi, piga magoti. Mume wako awe na tabia mbaya, piga magoti. Anasema hayo ndio maombi anafaa. Mbingu inasikia. Tumeona hapa mfano ya kina Petro. Hawa watu walipomfunga Petro hawakwenda kulalamika kwa yule ambaye waliomfunga. Waliingia kwenye chumba, wakaanza kuomba, wakapiga magoti. Mungu akasikia maombi ya wenye haki. So Mungu hakutafuta ya kwamba aende siwe kwa jaji, achukue polisi, aende kwa maombi ilienda direct gerezani, ikienda kumtoa Petro. Na wewe mama unaonisikia kwa muda huu, sio muda wewe kulalamika, sio muda wa kugombana na mume wako, ni muda ya wewe kupiga magoti. Maombi yataenda direct. Kama ni mulevi, maombi itaenda direct kwenye glasi ya pombe. Utasikia tu ule mume wako anakula pombe, anasikia kichefuchefu, anaacha hapo pombe inaisha kabisa. Sio kugombana na mtoto wako. Kama ni mwizi, wewe piga magoti. Utaona kula atakapoenda kule mtoto wako sio kwenye mambo mabaya, atakutana tu na watu watamnyosha, kisha anarudi. Maombi yako yatafanya kazi kabisa. Mpendwa, sio muda wewe kulalamika. Mama, sio muda wewe kulalamika. Mungu anataka turudi kwenye magoti. Asema maombi ya mwenye haki yafaa sana, mtu wa Mungu. Zaburi 34 nadhani mstari wa 19 ndio anasema hivi, mateso ya mwenye haki ni mengi. Huyo mwenye haki ndio haijalishi asili ya Mungu iko ndani yake, lakini Biblia inasema mapito yake ni mengi, shida zake ni nyingi, vita yake ni nyingi, changamoto yake ni nyingi, lakini mwishoni Mungu hawezi kumwacha kabisa. Unaposimama katika haki, Mungu hawezi kukuacha. Unapomhofu Mungu, unapotembea katika hofu ya Mungu, unapotembea sawasawa na Mungu, hata kama upitie nini, Mungu hatakuacha. Kuna muda mwingine wanafunzi walifikiri watakufa, kwa sababu shetani alipokuja akaongea na bahari, alikuja kama upepo, akaongea na bahari ili bahari ipate kuwameza Yesu na wanafunzi wake. Yesu alipoamka
akaongea na bahari, lakini akamkemea shetani. Sikiliza, wenda kuna vitu unapitia, lakini Yesu yuko ndani yako, wenda amelala. Kitakachomwamsha ni maombi. Kwa sababu mitume walipoona kwamba Baba amefika mwisho, waliomba, Bwana, 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 mbona umelala? Amka, tunakufa. Yesu alipoamka hakuongea na wanafunzi, aliongea na bahari, maana inasikia sauti yake. Lakini pia alimkemea shetani, maana anajua kwamba huyu mtu ni namba nyingine. Nataka nikwambie, Yesu yuko ndani yako, wenda amelala. Kinachomlaza ni kwa sababu uombi. Yes ma kabisa, kwa sababu sikiliza, nikwambie, maombi ya mwenye haki yafaa sana. Oh my God. Wakina Danieli, historia ya kina Danieli ni Agano la Kale hili. Mfalme akaota ndoto na akasahau hiyo ndoto, hata tafsiri ya ndoto haijui. Lakini wakina Danieli wakasema, acha tuingie kwenye chumba cha nini? Cha maombi. Oh my God, my God, my God. Wakaingia kwenye chumba cha maombi. Mungu akawafunulia ndoto, akaleta na maana ya ndoto. Kwa njia gani? Kwa njia ya maombi. Hawa watu walijifungia, akawashirikisha wandugu zake wakina Shadraka, Meshaki, wakaingia kwenye maombi. Oh my God, nataka niseme na wewe unaonitazama kwa muda kama huu na kwa saa kama hii, maombi yanafaa. Maombi yanafanya kazi. Hata kama unapita kwenye changamoto, usikate tamaa ya maombi. Hata kama unapita kwenye shida, usikate tamaa ya maombi. Maombi, familia yako inahitaji maombi. Wewe ndio baba wa familia. Wewe unasali, umeshabatizwa, umeshaokoka, unasema mimi nimekata tamaa. Hata shetani atakucheka jamani. Mapepo inaenda kucheka jamani. Biblia inasema maombi, wewe ndio familia inakutegemea wewe. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Una watu 10, una watu 20, una watu ngapi? Wewe unakata tamaa. Biblia inasema maombi ya wenye haki yafaa sana. Ninaamini ya kwamba hata kama unapopita katika changamoto, piga magoti. Fanya kama hauko katika changamoto hiyo. Wewe tafuta Mungu, uone ishara na miujiza ambayo Bwana ataenda kuyafanya juu yako. Silaha yetu kubwa ni maombi, mpendwa katika Bwana, mtumishi wa Bwana. Maombi ndio mtumishi wa Mungu alisema, tangu kuzaliwa kwangu mpaka leo sijawahi kuona mwenye haki ameachwa na Mungu. Kilichonishangaza, hata akifa hata akifa uzao wake. Yaani nakuja kuona kwamba faida ya haki sio kwako tu. Hivyo unavyomwogopa Mungu, hivyo unavyomtafuta Mungu, faida sio kwako tu. Hata uzao wako hautaguswa na uchawi, hautaguswa na umaskini, hautaguswa na laana. Kwa sababu kama Mungu anaweza kukumbuka uzao wa mwenye haki, ni ishara kwamba unachopaswa kutafuta sasa hivi ni ile asili ya Mungu ikae ndani yako. Mtumishi wa Bwana, nataka unisomee Zaburi. Uligusa pale Zaburi 34, lakini tunaenda kwenye mstari wa 15 hadi 22 kwa haraka haraka tu. Zaburi 34 mstari wa 15 hadi 22. Macho ya Bwana uwaelekee wenye haki. Macho ya Bwana uwaelekea wenye haki, na masikio yake hukielekea kilio chao. Na masikio yake inawaelekea kilio chao wenye haki. Uso wa Bwana ni juu. Uso wa Bwana ni juu ya uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Maana yake uso wa Bwana uko juu ya watenda mabaya. Aliondoa kumbukumbu lao duniani. Maana yake uso wa Bwana eko na watazama wale wabaya, wasiwaguse hawa wenye haki. Aliondoe kumbukumbu lao duniani. Maana yake Mungu akaondoe kumbukumbu lao duniani. 17 walilia naye Bwana akasikia. Walilia naye Bwana akasikia, akawaponya na tabu zao zote. Wenye haki walipolia akasikia na akaponya na tabu zao zote. Ndio 18. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo. Bwana yuko karibu na wale waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwaokoa. Na waliopondeka roho na kuokoa. 19 nasema
mateso ya mwenye haki ni mengi, mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana umponya nayo yote. mateso ya wenye haki ni mengi, lakini Bwana kumponya yote, sio madogo. Yote. Hata kama itakuwa mengi, Bwana atakuponya. Haleluya! Hata kama utakuwa na umaskini, Bwana atakuponya. Hata kama utakuwa na magonjwa, Bwana atakuponya. Hawezi kuacha wingi wa mateso, maanake uingie kaburini na mateso. Biblia inasema haijalishi mwenye haki ana mateso mengi, lakini Bwana uyaponya yote, kuyaponya yote. Mtumishi wa Mungu anagusa kwamba mwenye haki sio kwamba unapofanya haki ni wewe mwenyewe unafaidika, mpaka kizazi chako, kizazi cha 4 watafaidika. Unajua leo hii kuna watu wengine familia zao ziko stable kimaisha, kiroho, kwa sababu kuna wenye haki waliwatangulia mbele. Hadi leo hawa watu, generation ambayo iko nyuma yao inaendelea na baraka za Bwana. Mtumishi wa Mungu aligusa kipindi kilichopita ya kwamba ndio kwa maana Mungu anaitwa Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. So kupitia haki ya huyu mtu wa Mungu Ibrahim, Mungu akakumbuka mpaka kizazi cha 3, sio cha 4, cha Ibrahimu aliyozaa. Sikiliza nikwambie, Mungu anahitaji maombi ya wenye haki, sio malalamiko. Nitazama, sio malalamiko. Mungu yupo, hajawahi kubadilika. Maombi bado yanafanya kazi. Ndugu yangu unaonitazama, mtumishi wa Mungu unaonitazama, maombi bado yanafanya kazi kwa ufanisi. Nataka nikutangazie, ndio, kwa sababu mtumishi wa Mungu ataenda kukuombea. Maneno atakayokutamkia kuna kitu kitabadilika. Amina. Nataka kujitayarishe kupokea kitu. Ndio. Mungu yuko tayari kugusa maisha yako. Ndio. Haijalishi uko wapi, nguvu ya Mungu itakufuata. Ndio. Haijalishi nini kiko nyuma yako, nguvu ya Mungu itakufuata. Ndio. Jiandae tu kupokea. Ndio. Sema Bwana Yesu, niko tayari kupokea maneno ya mtumishi wako. Kila neno atakalolitamkia liwe amri, liwe sheria katika ulimwengu wa roho, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mpendwa unaonitazama, wewe ambao ulikata tamaa, wewe ambao ni mtumishi wa Mungu, ukaacha maombi, ukaacha kumtafuta Bwana, ukaacha kusali, ukaona kwamba makanisa leo nimechoka. Sikiliza, hiyo ni lugha ya shetani. Shetani kazi yake unataka akatishe watu tamaa ya kwamba Mungu hayupo. Unasikia leo ya kwamba watumishi wa Mungu wengine ni wezi, wengine kama kuna feki na original ipo, bado inatenda kazi, bado nguvu ya kanisa inatenda kazi. Shetani asichukue maneno ya kwamba leo hii makanisa sijue nini, Mungu yupo. Shetani kazi yake ni kukatisha watu tamaa. Sikiliza nikwambie, lazima tutasonga mbele na maombi, lazima tutamtafuta Mungu, lazima mbingu itasema, lazima mbingu itanena, lazima mbingu itaponya, lazima mbingu itabariki, lazima mbingu itafungua milango. Nataka niombe na wewe unaonitazama, uliokata tamaa kwa muda kama huu, maombi ambayo utakayoomba yanaenda kufungua milango ambayo iliyofungwa. Ninakuombea wewe, milango ya kazi iliyofungwa yaanze kufunguliwa sasa katika jina la Yesu. Utashuhudia kabla tujamaliza mwaka wa 2026, milango ya kazi, milango ya biashara, milango ya ndoa, milango ya safari iliyofungwa inaenda kufunguliwa kwa jina la Yesu. Biblia inaniambia kwamba tumepewa jina lipitalo majina yote, ni jina la Yesu. Nimekuletea jina la Yesu. Jina la Yesu kafungue milango. Haijalishi mbele ya kazi kuna mtu ambaye ana cheo, lakini cheo chake, tuna mtu ambaye ni bosi wa bosi. Yeye ni Yesu Kristo wa Nazareti. Hiyo milango ianze kufunguka sasa, ianze kufunguka sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Milango ya safari, milango ya kazi, milango ya tenda, milango ya biashara, milango ya ndoa, milango ya watoto ianze kufungulika sasa katika jina la Yesu. Biblia inasema Yesu akamwambia Petro, juu yako Petro nitalijenga kanisa, wala malango ya kuzimu haitakushinda. Sikiliza nikwambie, pokea hiyo
hiyo neema, pokea hiyo nguvu, milango ikafunguke, milango ikafunguke. Wewe unanisikiliza, utakaoambatana na imani, imani yako inaenda kuzalisha kitu, imani yako inaenda kuumba kitu kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Nataka niongee na mgonjwa ambao ulienda kwa hospitali, madokta wanasema ya kwamba ugonjwa huu ni kifo tu. Sikiliza nikwambie, wakati uko naishi, tumaini kwako. Pokea nguvu ya uponyaji, pokea nguvu ya uponyaji. Wewe una kansa, wewe una ukimwi, wewe una magonjwa ya ajabu ajabu, pressure, una magonjwa ya UTI isiyoisha. Sikiliza nikwambie, pokea uponyaji kwa muda kama huu, ukapokee kabisa, ukapokee kabisa. Pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea uponyaji katika jina la Yesu. Ninapoomba nimesikia ufunuo moja. Biblia inasema kwamba Yesu aliposikia habari ya huyu mtu Lazaro, ya kwamba Lazaro amekufa, alisema umemweka wapi? Walimpeleka Yesu mahali ambapo alikuwa Lazaro. Lazaro tayari alikuwa makaburini. Maana yake hata kama mambo yako iliwekwa kwenye makaburi, kuanzia sasa ikapokea uzima katika jina Yesu. Sikiliza, wakati Yesu alikuwa anatembea, akakutana na watu wako wanatembea na jeneza kwenye barabara. Yesu akasema ya kwamba mumshushe huyu mtoto, alikuwa peke yake na huyu mama mjane. Biblia inasema kwamba Yesu alisema kuanzia sasa, akatamka uzima juu ya huyu kijana aliyefariki barabarani. Sikiliza, hata kama utakutana na changamoto kwenye barabara, ukapokea uzima katika jina Yesu. Pokea uzima katika jina Yesu, pokea uzima katika jina Yesu. Ninaongea na wewe waliokuweka kwenye kibuyu cha uchawi, kwenye sufuria ya uchawi, kuanzia sasa ikapasuke kwa jina Yesu. Sufuria ya uchawi ikapasuke mahali popote walipopeleka jina lako, jina kwa waganga, jina kwenye madhabahu ya giza, kwenye vilinge vya uchawi. Ninatuma moto, ninatuma moto, ninatuma moto. Ndoa yako sasa walioimeza na nyoka wa kichawi na samaki wa kichawi, waanze kutapika ndoa yako sasa, wakatapike mume wako, wakatapike ndoa yako kwa muda kama unakosa kama hii. Uponyaji ukatembee katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe ambaye huku naangalia unasema kwamba nitapata wapi mtaji, sikiliza nikwambie, ukapokea neema. Mungu akaguse watu, wasaidizi wa hatima wakatokea kila sehemu, wanaume kwa wanawake wakatokea, wakasaidie hatima yako katika jina la Yesu. Pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu katika jina la Yesu. Ninaongea na wewe unaonitazama kwa muda kama huu, wewe ambaye ulisema kwamba magonjwa haya sitapona, kuanzia sasa ninatamka na mfumo wako wa mwili ukapokea uzima. Naongea na mishipa, naongea na mifupa, naongea na mishipa inayosukuma damu, inayosukuma maji kwenye mwili, ikapokea uzima. Pokea uzima, pokea uzima mahali popote. Shika miguu yako, ukashika miguu yako, ukashika miguu yako, unaenda kutembea. Wewe ambaye ulipoza miguu, unaenda kutembea kwa jina Yesu. Wewe ambaye uliopoza mikono, mikono yako inaenda kufanya kazi katika jina Yesu. Wewe unanitazama, una magonjwa ya tumbo, anza kupokea uponyaji, anza kupokea uponyaji, anza kupokea uponyaji. Chochote ambacho ulicholishwa, chakula cha uchawi, pokea uponyaji, anza kutoa. Toa chochote ulichokula, toa kabisa, toa kabisa, toa kabisa kila chakula cha uchawi. Naweka kichefuchefu cha Roho Mtakatifu, tapika kabisa, tapika kabisa, tapika kabisa. Pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea uponyaji katika jina la Yesu. Uona magonjwa ya macho, kuanzia sasa anza kuona sasa. Nasema anza kuona sasa, anza kuona sasa, ukaone sawasawa, ukaone sawasawa. Pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea uponyaji kwa jina la Yesu, jina lipitalo majina yote. Wewe ambaye uliopoteza hela, usikate tamaa. Mungu anaenda kukuunganisha na mtu. Pokea hiyo neema, pokea kabisa, pokea katika jina la Yesu. Mungu aendelee kukugusa, Mungu akaguse nyumba yako. Nyumba yako kuna mauzauza, nyumba yako kuna uchawi, watu wanatembea usiku. Pokea uponyaji, nyumba yako ikapokea uponyaji. Damu ya Yesu ikatembee kwenye nyumba yako, kwenye ardhi ya nyumba yako. Damu ya Yesu ikatembee katika jina la Yesu. Wewe waliochukua nyayo zako za miguu na kuipeleka kwa waganga, kuanzia sasa hiyo ardhi iliyopelekwa kwa waganga
ukalipuke moto in the mighty name of Jesus, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pokea neema, pokea baraka, pokea uponyaji, pokea furaha, pokea ndoa, pokea safari, pokea fedha, pokea mtaji, pokea mume, pokea mke, pokea mtoto, katika jina la Yesu ukapokea, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Thank you my Father, thank you Jehovah. Asante Bwana, asante Jehova, asante Yahweh, katika jina la Yesu. Oh, Mungu yupo hapa, Mungu yupo hapa, Mungu yupo hapa. Hey, Mungu yupo hapa, Bwana yupo hapa, Yesu yupo hapa, Mungu yupo hapa, oh, Mungu yupo hapa. Bado ninakuamini, bado ninakuamini, bado ninakuamini, ukiniacha nitapotea Bwana, usiruhusu yatokee haya, bado ninakuamini, bado Asante mpendwa, asante wewe ambao ulichukua muda wako kutusikiliza na kututazama. Mungu akubariki sana katika kipindi hiki. Kila siku kinarushwa kila Jumatatu. Tuko kwenye kipindi Monday kuanzia saa 12:30 tuko live kama hivi. So usikose kipindi hiki, kitakubariki. Ninaamini ya kwamba Mungu ataenda kufanya mambo makubwa na wewe. Ukihitaji maombi, kuna namba iko napita hapo chini ya screen, utapiga, tutakwambia, tutakuelekeza ili tupate kuombea. Maombi yanafaa, maombi yana nguvu. Hatutakata tamaa wala kuacha kuomba mpaka siku Yesu atakaporudi. So naukaribisha kwenye kipindi hiki kila Jumatatu. Every Monday tuko hapa kwa ajili ya kipindi hiki. Usikose. Sapoti kwa kuangalia, sapoti kwa kushare, sapoti kwa subscribe na kucomment pia. Ni kitu cha muhimu sana, ni sadaka yako kubwa ambayo utakayoifanya. Mungu wangu akubariki sana, na ninaamini ya kwamba utabarikiwa. Na kama vile nilisema kwenye studio, hatuko kwenye kipindi hiki, hatuko peke yetu. Mtumishi wa Mungu alitambulisha, mtumishi wa Mungu Kelvin, mtu mpiga vita kweli kweli, na ina mwanangu anaopiga keyboard anaitwa Alex, na nyuma ya kamera tuna mtumishi wa Mungu Aruna, mnyenyekevu kabisa na anachapa kazi ya Mungu sambamba. Ubarikiwe sana kwa kazi yako njema. Mungu awabariki sana. Amen.